Lakini mimi nilikuwa nataka kukuuliza kitu kingine. Tumeona resilience yako kwenye hizi kazi, na kama tunavyojua ni vijana wengi sana tunatamani kuwa viongozi, lakini ile hofu ya kwamba nitashindwa, watu watanionaje, je, nikifanya hivi itaonekana vizuri au itakuwaje? How did you overcome that fear? Cha kwanza hiyo ni fear ambayo mimi kwanza ilinitawala sana wakati huo na hasa ni ile fear ya kujiona kama labda umri ni mdogo, bado nikiingia pale watu watanichukuliaje. Lakini nikaja kuona kwamba wakati ambao wewe unajiona bado hutoshi au unasubiri watu wakupe permission ya wewe ufanye nini, kuna wengine wanafanya. Yes, Kuna they watu are doing wanafanya, it. yes, Great. na dunia haitasubiri, haitakaa ikusubiri wewe kwa sababu unajiandaa. Dunia inaenda na wale ambao wanatenda kwa wakati huo. Kwa hiyo nilichokiona ni kwamba mimi natakiwa kuchukua hatua, hata ikiwa ndogo, ambayo nitakuwa naifanya kila siku, inaweza kubadili kile ambacho nakifanya kwa kila siku, kwa sababu baiskeli haitembei kwa pedali moja tu ikafika mbali. Ni ule mzunguko ambao unaufanya kila muda ndio ambao unafanya baiskeli iweze keep on movement. Ndio. Okay, sahihi. Shukrani sana. Lakini pia turudi nyuma kidogo. Wakati unahudhuria ile mikutano ya kimataifa, I hope there are challenges ambazo, what are the common challenge ambazo sisi vijana, especially from Africa, ambazo tunakuwa tunazipitia on those international conferences? Cha kwanza ambacho nakiona ni kwamba vijana wa Kiafrika kuingia kwenye mikutano ama majukwaa ya kimataifa wakiwa wanyonge na kuamini kwamba wao ni watu wa nyuma zaidi, hawajui, ila wale ambao wanawaendea ndio wanajua zaidi. Hiyo ni changamoto, tunaita nini? Inferiority complex. Yes, wanajiona kama hawatoshi. Kabla hujazungumza tayari we mwenyewe umeshajidogosha. Mimi nilishaachana nayo hiyo habari siku nyingi sana. Nikasema no, kwa sababu nilishashiriki mkutano wa kwanza, nikajiweka nyuma, lakini muda ambao nilizungumza kushare my views, nikaona watu wanalipokea kwa ukubwa. Kumbe nilikuwa nachelewa muda wote huu. Kumbe nina uwezo wa kushauri, kuzungumza, kufanya nini. Hiyo ilinipelekea nikapata heshima ya kuwa mwangalizi wa uchaguzi mkuu wa Urusi. Yes, uchaguzi wa rais wa Urusi. Congratulations, Lakini pia ikaja kunisaidia mimi kwenda kufanya kazi kwenye bunge la India. Last year I saw that on social media. Mwaka jana, yes. Lakini kutokana na kile ambacho nilikuwa nakifanya, ambacho wengine wanakiona kama ni kidogo na kificha, nikapelekea nikapewa tuzo kwenye bunge la India. Nikapata tuzo ya Jyoti Sabha ambayo ni nini, wanasema kwamba ni Light of the Assembly. Ni tuzo ambayo ni nadra kutolewa, lakini imekuja Tanzania. Yes, kwa hiyo we are winning. Yes, uache hiyo dhana ya hofu na kujiona hautoshi, unatosha. Ingia kwenye vitendo, alafu endeleza huo mzunguko, uwe ni wa kila siku. Asante. Hongera sana ise. Wewe bwana yani kwa umri wako, lakini na vitu ulivyovifanya unastahili pongezi. Hongera sana. Kitu kingine cha mwisho kabla tujamaliza. Kwa mfano ukipata chance sasa hivi ya kubadilisha kitu kwa haraka au kumshauri kijana ambaye anakufuatilia, anakuangalia wewe kama role model au anajifunza vitu mbalimbali kutoka kwako, ungefanya nini au utamshauri nini? Nilikuwa natamani sana niwaambie vijana wa Kitanzania kwamba Tanzania ni chimbuko la maarifa na unaweza kufanya vizuri kutokea Tanzania endapo utakuwa tayari kuchukua hatua. Kwa hiyo ningependa nibadilishe ile mindset ambayo ipo kwenye vichwa vya watu ya kujiona kwamba kama mimi Mtanzania bado ni mtu wa nyuma. Mtanzania unaweza kufanya vitu vikubwa na vikaheshimika, na mifano ipo. Tunaye Dr. Asha Rose Migilo ambaye anaweza kuhudumu kwenye ngazi ya kimataifa. Tunaye Dr. Salim Ahmed Salim ambaye amefanya vizuri zaidi. Tunaye Dr. Tulia Ackson ambaye amefanya vizuri. Tunaye Dr. Janabi ambaye anafanya vizuri. And we have a lot of them. Hata ukija kwenye upande wa vijana, kuna vijana ambao wanaendelea kufanya vizuri, akina Fernandez Wanala, ina grow kimataifa na kwenye maeneo mengine mengi zaidi. Na kama nilivyozungumza mwanzo, Bwana Joseph, pia tuzo ya UNESCO ilikuwa ni kwa mara ya kwanza inatolewa duniani na imekuja Tanzania. Yes, unaweza kufanya vitu kwa ukubwa sana, lakini la muhimu ni kwamba unapokuwa unafanya, mtangulize Mwenyezi Mungu kwenye kila jambo. Ibada ni msingi wa kila jambo. Ibada inakufundisha kuwa humble, kunyenyekea,
lakini pia ibada inakupa nafasi ya wewe kujitafakari na kujijenga na kuzungumza na muumba wako ambaye anayafahamu maumbile yako. Asante sana. Thank you. So before closing, kwenye pointi ya kwamba mtangulize Mungu, what's your favorite verse from the Quran? My favorite verse naweza kusema kwamba ipi ambayo naipenda sana. Your favorite ambayo yani muda wote ukiona tu vitu vinakuwa havikuendei, you are running to it. Mfano mimi my favorite verse yani ambayo hata kama kitu kiko kigumu, I always tell myself kwamba wala saufa yutika rabbuka fatarudha, na Mola wako atakupa mpaka utaridhika. Soon or later, napenda kusema hivyo, soon or later. So come to you. Kwangu mimi sasa, kwangu mimi bwana, huwa napenda mara nyingi sana huwa napenda kurecite Qur'an kwenye eneo hili hapa. Alif Lam Mim Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hapa inanikumbusha kwamba hiki kitabu hakina shaka ndani yake, ni mwongozo kwa wale wamchao Mwenyezi Mungu, na maana ndani yake kuna kila kitu ambacho mimi nitakihitaji, kila kitu ambacho nitakihitaji. Kwa nikikumbuka hili, basi mengi yananijia kichwani kwangu, verse tofauti za Qur'ani zanijia. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah azidi kuwajalia wale ambao wanamkumbuka yeye, na wale ambao hawamkumbuki Mwenyezi Mungu, basi Allah wafanyie wepesi zaidi. Mashallah, shukran sana, asante kwa kuwa nawe. Asante sana kwa kuwa nasi, na huyu alikuwa ni Brother Sharif Dadi ambaye ni mkurugenzi wa Bidad Foundation. Usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, subscribe kwenye YouTube channel yetu, Instagram, Facebook, TikTok. Comment, share, like. Don't forget, the next episode is exciting. Are you ready?